Shalom, shalom, everyone. May the peace of God, our Maker, be with you wherever you are. Nashukuru sana asubuhi ya leo kwa sababu ya kujaliwa na Mola ili nikaweza kusimama hapa, nikaweza kuwanenea na nikaweza kutoa hotuba ya taifa letu la Kenya, ama kunenea. Wacha nisitumie hotuba, niseme kunenea taifa letu la Kenya, taifa ambalo ni kipenzi chetu, tunaipenda, maana hatuna taifa lingine tunaweza kwenda tukaishi na tukasikia tuko sawa. Kuna mataifa mengi, mataifa ya Ulaya, kuna mataifa ya bara Afrika, kuna mataifa ya viziwani. Haya mataifa yote ingawaje yaweza kuonekana yakiwa mazuri, ni mataifa ambayo hatuwezi tukatoshea sisi wote. Taifa ambalo tunaweza kutoshea ni taifa letu la Kenya, ambayo ndio mama yetu, ndio baba yetu, ndipo mahali karibu kila mmoja wetu alizaliwa. Kwa hivyo ninapokuja kunenea taifa letu la Kenya, moyo wangu ukiwa na huzuni na kububujikwa na machozi, kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea kila wakati, kila kukuchwao, kila jioni. Vifo vingi vimeongezeka. Tunasikia hata pale kanisani, unasikia mtoto mwingine aliua mwingine. Tunasikia bibi aliua bwana, bwana aliua watoto, watoto waliua wazazi. Mambo hayo yote yametokea kwenye taifa letu la Kenya. Kile kitu tunataka kuongea ni ya kwamba tunajiuliza ni nini inafanyika, ama ni nini inaendelea, na ni nini suluhisho. Jambo ambalo nataka kuliongea, kama kweli tunaweza kulishika, tunaweza kusikia kwa uhakika, sio hata siku moja Mungu atakuwa amebadilisha taifa letu na liwe taifa ambalo mpaka mataifa mengine yataweza kutamani kuja na kuishi hapa. Kitu ya kwanza, kile kimefanya taifa letu liwe ni kama taifa ambalo lina mizozo mingi, mambo mengi ambayo hayajulikani, ni ya kwamba taifa la Kenya ni kipenzi cha Mungu. Is a country of the love of God. Ni taifa ambalo ni kipenzi cha Mungu, taifa ambalo Mungu aliweza kusema ya kwamba ataanzia hapa Kenya kuweza kusimamisha ufalme na utawala wake hapa duniani. Hiyo ni jambo moja ningetaka tukaweza kujua, ya kwamba taifa letu la Kenya Mungu amelichagua kuwa chanzo cha utawala na ufalme wake hapa duniani. Imenakiliwa kwenye maandiko, kwenye kitabu cha Zefania 3 kuanzia mstari wa 8 hadi mstari wa 10. Imenakiliwa tena kwenye kitabu cha Isaya mlango ni wa 18 na kuanzia mstari wa 1, ya kwamba ni taifa ambalo liko chini ya mito ya Kushi, taifa ambalo liko chini ya mito ya Kushi, mahali Mungu ataweza kuanzia kurejesha uungu wake ama utawala wa uungu hapa duniani. Ataanzia hapa Kenya, na diposa unasikia Kenya ikisemekana ndio the springboard of revival. Na revival ni urejesho wa utawala
wa kiungu ambao ni utawala wa kisheria, na sio sheria za kitaifa, bali ni sheria za kiungu ambazo ni zile amri 10 Mungu alizozikabidhi Musa pale kwenye mlima wa Sinai. Na kwa sababu zile sheria Mungu alizipeana na watu wakakosa kuzitii, sasa kwa vinywa vya manabii Mungu akaapa ya kwamba atazirejesha zile amri zake 10 hapa duniani, na itaanzia katika taifa la Kenya ambalo ndilo taifa liko chini ya mito ya Kushi. Kushi ni Ethiopia. Na wale watu ambao wamesoma, ule mtu ambao umetoka Ethiopia unaitwa River Omo, umedrain maji yake pale Lake Turkana, na Lake Turkana iko northern Kenya, iko pale juu kwa Kenya. Kwa hivyo ni kumaanisha taifa la Kenya limechaguliwa. Sasa vita vingi ambavyo vinatokea hapa Kenya, maafa mengi, kutoelewana kwa serikali na raia, hakujatokana kwa sababu raia wamechukia serikali ama serikali imechukia raia. Hapana, kumetokana na Mungu. Ni Mungu anataka hili taifa liweze kujirudia, lijue kwamba ni taifa lililochaguliwa, taifa ambalo Mungu atalitumia kurejesha utawala wa kiungu hapa duniani. Na imenakiliwa kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 7 na mstari wa 26 na 27. Imenakiliwa kwenye kitabu cha Danieli 2 na mstari wa 44. Kwa hivyo tunajua utawala wa kiungu, godly leadership or godly kingdom, will start from the land of Kenya, which is stated in the Bible beyond the rivers of Kush. Na kile ninataka kusema ni ya kwamba kwa sababu mambo yamekuwa mengi ya migomo na maandamano haiishi. Tunatoka kwa walimu, tunaenda kwa madaktari, tunaenda kwa wafanyikazi wa serikali, tunaenda kwa raia wa kawaida, maandamano kila wakati, na hatupati suluhisho. Sasa ninataka kutoa hotuba, ama nataka kunenea taifa letu la Kenya. Ingawaje mimi ni mtu mnyonge, sauti yangu yawezekana haiwezi kufikia watu wakubwa. Sauti yangu yawezekana wale watu ambao wanajitambua wawezi kuisikiza, na wengine watarusha maneno machafu. Lakini nataka kusema hivi, wewe ambao unasikia hii sauti, kile ambacho kitatuleta pamoja si kwenda maandamano. Siku ya kesho tarehe 25 kulipangwa maandamano, lakini niko hapa ni kunenee wewe. Haijalishi kama wewe ni Gen Z, haijalishi kama wewe ni millennial, hakumaanishi kama wewe ni mzee, kama wewe ni mtoto, but I want to release message to you ya kwamba even if kesho tutatokea barabara, tusunguke barabara zetu, I wanna tell you, kile mnachokitafuta hakitapatikana. Not even tomorrow, even 10 years to come, haitakuwa imepatikana. The reason ni kwa sababu ile njia tunapitia kutafuta hiyo haki ambayo tunaitaka, hiyo sio njia ambayo Mungu, ama sio njia mwafaka, na sio njia ambayo Mungu anataka tupitie. So tukipitia hiyo njia, kitu ya kwanza, biashara za watu zitafungwa kesho. Kesho watu wengi hawatafungua biashara. Kwa hivyo kufunga zile biashara, uchumi wa Kenya unazidi kuzorota, utazidi kurudi chini. Biashara zikifungwa, wale watu ambao wameajiriwa, ambao tunawaita ni hard laborers, ambao wanafanya kazi kila siku, wanalipwa, wanapata chakula, na kesho ile biashara mahali ambapo wanaenda, kama ni kwa car wash, kama ni kwa garage, kama ni kwa mahali popote ambapo unafanyia kazi, hiyo kazi ifungwe kesho, wewe hutaenda kazini. Itakuwa sasa umepoteza. Wale ambao wanafungua biashara, kama mtu anapata shilingi 10,000 kwa siku, kesho ukifunga biashara hautapata hiyo 10,000, hautaipata.
tukiandamana, mimi sipingi maandamano, na maandamano ni haki ya kikatiba, lakini hata kama tutaandamana hakuna faida italete. Kutakuwa na maangamizi, kwa sababu wakati utaenda kufuruga askari pale, ama wakati utaenda kuvuja duka la mtu pale, usifikirie watu watakuangalia ukifanya hivyo. Hapana. Nashukuru mabodaboda wote na wasimamizi wa bodaboda pale Nairobi ambao walisema hawakatazi maandamano, lakini maandamano ikuwe ni amani. Mimi sitasema kuwe na maandamano, nitasema wewe usifuate umati. Wewe wacha kwenda maandamano, enda kwa kazi yako, wacha kwenda maandamano. Na wewe mwingine wacha kwenda maandamano. Kila mtu akisema hataenda maandamano, hakuna mtu ataenda maandamano. Sisi wote tutakuwa sawa. Kile kitu ningetaka kusema, shida yetu sio taifa, na shida yetu sio kiongozi wa taifa, na sio serikali. Shida yetu ni sisi. Wacha niwaambie, shida sio serikali, na shida sio kiongozi, na shida sio askari, na shida ni wewe. You are the problem of your problem. You are problem of your problem. Kwa sababu hii, kwenye maandiko kwenye kitabu cha Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2, neno la Mungu linasema ya kwamba msidhani ya kwamba mkono wa Mungu ni kiwete ama ujiwezi ati uwezi kuokoa. Msifikiri ati ya kwamba masikio yake yamezibika ya kwamba hawezi akatusikia. Mstari wa 2 unasema ya kwamba ni dhambi zetu zimetutenga na yeye, maovu ambayo tumeyatenda yametutenga na uso wake, ama wakati tunapomulilia hawezi akatusikia. So if we have transgressed before God, if we have done an abomination before the eyes of God, then even if we go to the street and demonstrate, break others' business, burn tires, tuchome magari, tuchome manini, tufanye nini, turushe mawe, turushe matia gas, haitatufaidi, kwa sababu the source of our problem is you. Wewe ndio chanzo cha shida yako. Maana tumeyafanya yaliyo ni machukizo machoni pa Bwana. Ameondoa uso wake kututazama, mkono wake ameushika asituokoe, kwa sababu ya yale mambo tumevaa. Sasa kwa sababu ya mambo hayo, tunaanza kusema ya kwamba kiongozi wa kitaifa ndiye ana shida, na kila wakati tunasema aende. Sasa nimwambie, akienda na mwingine akuje, na bado hatujarekebisha chanzo cha shida yetu, bado ile shida it will keep on tunasema recurring, yani itazidi kukuja, itazidi kujirudia, itajirudia tena, kwa sababu ukiingia kwa nyumba yako ukute kuna panya imekufia kwa nyumba yako, hauingii kwa nyumba kupiga spray ati nyumba inuke mzuri. Unaenda unaangalia ni nini kinasababisha huo uvundo katika nyumba yangu. Ukienda ukute ni panya ilikufia kwa ceiling, lazima utoe hiyo panya. Unless usipotoa hiyo panya, hata ukiosha hiyo nyumba, upige spray, still hiyo nyumba itazidi kunuka, kwa sababu kile kinafanya inuke hujatoa. Saa hizi tunafikiria viongozi ndio shida, lakini sio viongozi, ni sisi. Na shida haijatoka pale pengine, tumemkosea Mungu, tumefanya hiyo machukizo. Wakati unapoenda kuchukua mke wa mwingine, hausikii kama ni kitu unafanya. You can go and take another man's wife and you go and sleep with her, na jioni urudi kwako kama umefurahi, ukisema serikali ya Kenya ni mbaya, uchumi wa Kenya umeharibika, ni president ameharibu, na wewe ulikuwa kuharibu mke wa mtu. Ulikuwa kwa kitanda cha guest house the whole day with another man's wife.
Wewe ni mke wa mtu, umeshinda kwa chumba cha kulala cha kukondisha with another man, and you have your husband, and the whole day umespend with another man, and in the evening you go to your husband and have sex with your husband, which is an abomination before the eyes of God. In the book of Leviticus 18 verse 20, do not sleep with another man's wife. It is an abomination before the eyes of God. It is an abomination before the eyes of God to have sex with another man the way you can have sex with a woman. It is an abomination before the eyes of God. Then we go to the street demanding for our right, when before the eyes of God we have done what is not right. Then you can tell me that God will grant you your right. Tutasunguka, turushe mawe, tuchome tiles, tuchome magari, tuchome mapikipiki, tufunge mabiashara, tuuane, tufanye nini? And I'm telling you, you not get your right unless we reconcile with our God, because yule tumekosea ni Mungu na yeye ndiye anatuadhibu. It is God who is punishing us. Let me tell you, wachungaji, nimeona mkitokea kule mabarabarani munaenda maombi. God is not about prayers. Si ati ni maombi anahitaji. Si maombi anahitaji. Anahitaji reconciliation. Na reconciliation haikuji through maombi. Reconciliation, it is when you abandon, wakati unapoachana na njia za uovu. Saa hizi tunaenda kuomba na jioni tunashiriki vitendo vya uovu. Unaenda kuomba na wewe ni mchungaji na umepanga mke wa mtu mwingine, umempanga kando. Wewe ni bishop, unaenda pale, tunaenda maombi ya kitaifa, lakini umeweka kando mke wa mtu na unajua huyo ni mke wa mtu. Then you can tell me wewe ndio unaenda kuomba pale street za Nairobi na mahali kwingine ati unaitisha haki. Hakuna haki itapatikana. Hakuna. Na ninawaambia hii, ninamwambia from down from my heart, and it is very painful. Watu hawatasikia na watu hawataki, but I will tell you the truth. Neither you fight me, neither you call me any sort of name, but I will tell you the truth, and this is the truth. Unless we change our ways toward our God and our Maker, then there will be no right. Hakuna haki itapatikana, because sio kiongozi wa kitaifa ati ameshikilia right. Hata yeye ajielewi, ajui ni nini inaendelea. Yeye si angetaka ati taifa la Kenya likue kila wakati damu inamwagika, lakini kwa sababu pia roho yake imetekwa mateka, iko kwenye mateka. Maana maandiko inasema kwenye kitabu cha Mithali, Proverb chapter 21 verse 1, ya kwamba the heart of a king, it is in the hand of God, and he control it wherever he wants to take it. Mungu yeye ndiye huendesha roho ya mfalme mahali popote anapotaka hiyo roho iende. Kwa hivyo tusipobadilika, if we will not change our behaviors before God, then even if tutaweka mapresident 30, namwambia na mark the date of today, date 24 of June 2025, hakuna mabadiliko. And you tell me mutatoa huyu mweke huyu, mutoe huyu mweke huyu, mufikishe 30, unless twende mbele za Mungu na tumwambie Mungu, tumekukosea, tumeyafanya yaliyo machukizo mbele zako. Tubadilike kama vile mji wa Ninawi ulivyobadilika. Sasa maneno ya kuenda maandamano, maneno ya kurusha mawe, maneno ya kubeba mikebe ya tear gas, maneno ya kubeba mabuduki, maneno ya kufanya nini, haitabadilisha. Tutafanya leo, tunyamaze. After 1 year, maandamano ingine. After 2 year, maandamano mingine. After 1 year, usikie walimu nao wamegoma.
Tumekaa madaktari wamegoma, wanaitisha haki yao. Tumekaa wafanyikazi tena nao wanagoma. Itakuwa hivyo mpaka mwisho, unless we make a move in reconciling with our maker, then our nation and the whole world will change. Not even one month, even one day, Mungu atabadilisha mambo yote, because he is the owner of the world, he is the owner of the earth, he is the controller of the universe. Sisi hatutaki kusikia ati tunaenda kuigua, hatutaki kusikia ati tunaweza kumrudia Mungu. Tunataka mambo tu yabadilike automatically. Na ninawauliza maswali, hata kama tuta-impeach huyu tuweke huyu, tu-impeach huyu tuweke huyu, tuseme huyu atoke tuweke huyo mwingine, niulize wale watu wamelazwa Kenyatta Hospital na cancer na diabetes na pressure, arthritis na TB na HIV na nini magonjwa mengi na accident, itaondoka kwa sababu ati huyu ameondoka? I'm telling you, this is a permanent solution if we will accept. We go back to God. We revive the commandments. We revive the commandments of God to rule the world, to govern the world. Utawala wa kiungu tuweze kuhuisha, kufufua, uweze kutawala dunia, ya kwamba sisi zote tutakuwa kitu kimoja, tunatawaliwa na utawala wa kiungu. Na nimwambie, hata mkikataa, kama Mungu alisema, amesema, na itakuwa hivyo. Neither tujaribu kufunika, tujaribu kusema hapana, huyu ni wasimu, tuseme tu, it's okay. Me, I'm not a mad person. Mimi si wasimu. Mimi ni mtu ambaye anajijua na anajielewa. Najielewa kiungu. Hata kama siwezi kusikizwa, ninajielewa. Kama Mungu alisema utawala wa dunia utakuwa utawala wa kiungu, ama ufalme utakuwa ufalme wa Mungu ambao utakao tawala dunia, na imenakiliwa kwenye kitabu cha Danieli 2:44 na Danieli 7 mstari wa 26 na 27, kama imeandikwa. Wewe ambao unaamini ya kwamba ni Mungu alinena, sasa hiyo ndio itafanyika. Na ninawaambia hivyo, mark my words, this is what will happen. It is not about prayers nor opening a lot of many churches. It is about telling the nation it is our high time to reconcile with our God through abandoning our evil ways. Kama unajua, unanisikiza na uko hapo, umepanga mke wa mtu kando, wewe ni mke wa mtu, umepangwa na mwanaume mwingine kando, kama wewe unaiba mali za wenyewe, kama wewe unaabudu sanamu, kama wewe unatoa ushahidi wa uongo, hata kama ni kotini unaenda unasimama, hata kama wewe ni askari, wewe ni nani, unaenda kotini, unajua huyu mtu hakufanya dhambi, lakini juu umelipwa unatoa ushahidi wa uongo. It has to stop from now. It has to stop. Kama wewe ni hakimu pale kotini na unasikia hii sauti yangu, ni sauti ya mnyonge, but it is a voice from God that we have to let our God to reign, to rule the world kupitia sheria zake. Kwa nini sasa wewe ukiwa jaji utakubalia, unajua huyu mtoto wenyewe hakufanya, yani hata ukiangalia unajua hakufanya, lakini unakubalia tu, unaongozwa tu, unasikia umemfunga miaka 30. Then it will never be well with us. It will never be well with us. Right now as we speak, kuna watu wanalia machozi, wako kule magerezani, wako jera. They are crying. They did not commit the crime, lakini waliwekelewa na wakafungwa. They are suffering there. Waliwacha familia zao, na kuna mtu wako huko nje anajua ni yeye alifanya. Then you can tell me you will go to the street demanding for the right when you know kuna mtu ulifunga haukumpea haki yake. Wewe ndio unaitisha haki, na kuna mwenye ulifunga, mwenye ulifungisha, ukaenda ukatoa ushahidi wa uongo,
ati alifanya, unajua hakufanya, akafungwa, then uko kwa street ukiitisha haki haitapatikana. I'm telling you the truth. Kwa hivyo kile kitu tunafaa kufanya, na hiyo ndio ile kitu ya maana kabisa. Wakati Mungu alipotumana Ninawi, mpaka mfalme wa mji wa Ninawi alishuka kwenye kiti chake cha utawala, akasema ni kila mtu, we have to go back to God. Taifa ambalo lilikuwa liangamizwa kwa siku 40, Biblia inasema ya kwamba within 3 days Mungu akaghairi. Jeremiah chapter 18 verse 7 and verse 8. If that nation I have spoken concerning it will turn away from their evil ways, then I God, mimi Mungu nitaghairi kutenda maovu niliyokusudia ama niliyoazimia kutenda. Kwa hivyo kile kitu kitarekebisha taifa letu ni kughairi matendo yetu ya uovu, si kwenda kule street. Mutaenda, kuna mtu ataenda nyumbani bila mguu, lakini kama tutamrudia Mungu atatupea. Unaona hiyo haki tunaitisha kwa uchungu, unaona hiyo haki tunaitisha kwa machozi na kwa jasho. Tukimrudia na kurudia Mungu hakuhitaji utoe jasho. Yaani kuna hitaji, ulikuwa unafanya usherati umewacha, ulikuwa mwabudu sanamu umeacha, ulikuwa mwizi umeacha, ulikuwa mtu wa kutoa maushahidi ya uongo mpaka kotini umeacha, ulikuwa mtu wa kutamani wake za watu umewacha. Yaani kama tutakubali, yaani na kuacha inakugharimu. Will it cost you anything? Yaani kuacha tabia za uovu ambazo Mungu anachukia, will it cost you? Will it make you sweat? Will it make you thin? Will it make you lose your appetite? No. Just to say no to that. Tulikuwa huko, tulitenda, tulikuwa huko, lakini tukaamua tumeacha na tukaacha. And now we are vessels to spread the true gospel of God. Si ati hata sisi tulikuwa wazuri, tulikuwa walevi, washerati, but we decided. Naye Mungu akasema sasa, akaamua atatutumia. And God is using me. I know that. Hata kama utanipenda, God is using me. Niwaambie, na nikikubaliwa hata na rais wetu wa Kenya anikubalie, kwa sababu mimi naheshimu uongozi ambao unaongoza. Ninauheshimu kwa sababu mambo mengi ninayofanya siwezi fanya kinyume cha hiyo serikali ambayo inatawala. Nikikubaliwa nitasema sisi zote, mwenye anajisikia angetaka kumrudia Mungu, and this is my calling, this is my call, this is my request to the leadership of the nation. If you can hear me wherever you are, tutengenezewe siku si ya maombi. Maombi tumeomba, we have prayed, maombi ya kitaifa. State intercessors wako huko, watu wameomba, but there is no change. People have given sacrifice, there is no change. People have given tithe and offerings, but there is no change. Mimi ningeomba tu nipewe ruhusa tuwe na siku moja ya kitaifa ambayo tutazunguka kila matown, kila watu mtu mwenye anasikia. Hiyo sio ile ya kubeba mawe ama kubeba handkerchief. Hapana. Hapana. Hiyo tunaenda tukisema tumebeba vibango ama vibana ambavyo vimeandikwa the nation of Kenya turn back to God. Just that. Tuimbe nyimbo za kurejesha utawala wa kiungu hapa duniani. Tuzunguke
mataifa ya Ulaya na wapi yatazame taifa la Kenya ikiimba nyimbo za kurudisha utawala wa kiungu hapa duniani, the kingdom of God on earth, kwa sababu utawala wa kiungu hauko tena duniani. Na diposa unaona vitendo vya uhalifu, vya uovu vinazidi kuongezeka kila asubuhi na kila jioni, maana hakuna utawala wa Mungu. Kama vile Yesu alivyofundisha maombi ya kwamba ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama inavyofanyika mbinguni. Maana mbinguni hakuna mauaji, hakuna ubakaji, hakuna usherati. So may the kingdom of God that is in heaven, may it come in our country Kenya, may it come in our nation Kenya, to reign and to govern. Na hiyo ninawaambia mbele za aliyeumba mbingu na nchi, hiyo ndio itakaookoa taifa letu, hakuna kingine. Hata kama tutatoa president huyu tuweke huyu, tutoe huyo tuweke huyo, hakuna kitu itabadilika. Get me very well. Ninakwambia, and this is a message from God. Na hakuna kitu nataka mimi, sitaki mchango, hakuna hata hera ninataka ya mtu, hata dururu. Ninataka msikie sauti ya Mungu, mfanye mapenzi yake. Yani kama vile watu wa Ninai walivyosikia, hawakuwa na mabishano, hawakusema hiyo ni story ya jaba, hawakurusha mawe kwa mtumishi wa Mungu Yona. Paka mfalme hakurusha mawe, hakusema huyo mtu ashikwe. Alisema kama ni Mungu amenena, wacha sisi zote tuanguke chini, wacha sisi zote tuomboreze, tumrudie Mungu na kila mtu aache njia zake za uovu. Lakini siku ya leo ukiongea ukweli, watu wanaanza kufikiria venye watakuangamiza. Watu wanafikiria venye watakuangamiza, lakini ukweli ndio utakao tutoa kwenye utumwa. Ukweli ndio utakao tuletea ile haki ambayo tunadai kila siku kule kwa mitaani. Sio raha kila wakati ukienda town kule Nairobi, unapopumua hewa unasikia tu ni ya tear gas. Tuna watoto wachanga kule, watoto wataangamia, watazidi kuinhale ile gas at long last. Takuta magonjwa inazidi kuongezeka kila wakati. Tafadhalini, we have a permanent solution that we can add, we can cease this conflict between government and raia wa kawaida. It is not through maandamano, it is not through kutoka kwenye hii chama kwenda hii kingine. I wish hata viongozi wa vyama vya kisiasa mwaweza kunisikia. Nina kitu ninawaambia, usiangalie mimi ni nani. Hata kama sina kitu, niko na kitu ambacho kinaweza kuokoa taifa letu na tuwe na amani. Na msiangalie pesa, msiangalie pesa. Maandiko kwenye kitabu cha Mithali 11 mstari wa 4 ya kwamba utajiri haufaidi wakati wa uovu, wakati wa ghadhabu, lakini utakatifu unaokoa kwenye kora kifo, ama kwenye kifo, kwenye mauti. Utajiri haufaidi siku ya ghadhabu, lakini utakatifu unaokoa kutokana na mauti. The only thing can save us ni utakatifu tu. Lakini watu wasikii. Tumrudieni Mungu. Ningetaka kuambia wachungaji, maaskofu na viongozi wa kidini, Mungu sio maombi yenu anahitaji. Na nimwambia mtaomba, mtazidi kuomba. Mungu anahitaji sasa taifa liambiwe it is back to God and nothing else. Na sisi tunaweza kusafisha taifa letu liwe nzuri, litamanike na mataifa mengine, kwa sababu it is a prophecy that this thing will start from Kenya to the whole world. It will start here in Kenya. Kenya, it is a country, it's a nation of love of God. Kama mtasikia, taifa litapona. Kuna mahali Mungu amesema mumuombe, Mungu amesema mubadilike. Sasa munaomba, lakini kubadilika hamujabadilika. Then munaomba, mujabadilika. Yani tunaenda mitaani kuzunguka na bado tumelala tukifanya maovu, tukimaliza tena tukafanya maovu, alafu Mungu akiwa mbinguni
Ufikiria atatusikia? Hawezi akasikia. So ningeomba, ni kazi rahisi sana tu, maana inahitaji pesa, inahitaji kukubaliwa tu. Tushikane, tusunguke bila kelele tu, ni nyimbo tu za huzuni za kurejesha taifa letu. Hakuna kitu kitaharibiwa cha mtu, maana wale watu watakaotoka, wale watu ambao watakaotokea, wale watu watakaotokea kwenye mitaa, kwenye street, kwenye town, ni watu ambao wana uungu ndani yao, na hakuna mwovu atakayejificha ndani yao. Hakuna duka, hakuna biashara itafungwa, hakuna biashara itafungwa. Hakuna askari atatokea barabarani akiwa amebeba bunduki ama tear gas. Ni kusunguka tukiziimba nyimbo za kumrudia Mungu, calling our nation back to God, and that is only the solution that will save our nation. Not only our nation, tutaokoa mpaka mataifa mengine dunia nzima, maana kupitia Kenya Mungu atakumbuka dunia nzima. Through our nation Kenya, God will remember the whole world. Na watu wote Mungu atarejesha utawala wake wa kiungu hapa duniani. Tukubaliwe, tusunguke, na hata kama serikali itatupea magari ya kusunguka, wale watu watachoka. Tusunguke kila kona ya nchi yetu ya Kenya. Hakuna vita, hakuna kupora mali ya watu, hakuna mauaji, and we will say no. Tutakataana na uovu wote, na tuambie taifa la Kenya ni wakati wa kumrudia Mungu. Sio wakati wa kufikiria una pesa ngapi, una mashamba mangapi, una manyumba mangapi. Ni wakati wa kusema tunamrudia Mungu kwa njia ya utakatifu, kwa sababu utajiri hautatuokoa na ghadhabu ya Bwana, lakini utakatifu utatuokoa kwenye mauti. Tukubaliwe, na iwe siku ni siku ambayo si wakati wa shule, mpaka watoto wetu ambao wanakuwa kila wakati, akienda kukomaa anaingia kwa maovu, akienda kukomaa kwa dawa za kulevya, akienda kukomaa kwa uiwizi, akienda kukomaa kwa usherati. Tutakataa, na Mungu atakaporejea kwenye taifa la Kenya, mpaka wale wanawake ambao wanasimama kule kwa mitaa, Mungu atawatoa, awapee mabiashara, awapee waume, awapee familia, na kila mtu Kenya atafurahia, na kila mtu Kenya atakuwa salama. Maana maandiko inasema kwenye kitabu cha Leviticus ama mambo ya Walawi 26 mstari wa 3, tutakapozishika amri za Mungu na kuenda nazo na kutimiza vile zilivyosema, atatupa amani katika taifa letu la Kenya. I wish the government of Kenya will give us a chance to go around all the towns and all the counties and all the streets, tukiambia watu it is our high time to go back to God. Watu ambao wanasema turudi kwa Mungu hawaitishi haki kwa serikali. We will not ask right from the government. Hatutaitisha haki kwa serikali, tutaitisha haki kwa Mungu. Na tukiitisha haki kwa Mungu, hakuna maafa, hakuna vifo. Watu wa mabiashara watakuwa wakiendelea. Tunapita kwa mitaa, mahali kuna maduka, hakuna mtu anaingia kwa duka ya mtu. Wale ambao ni wamiliki wa maduka, hao ndio watakuwa wakitokea, wanatuletea mikate na soda na maziwa tunaposunguka, tukiambia watu hivi ndivyo Mungu anavyotaka, hivi ndivyo Mungu anavyotaka, hivi ndivyo Mungu anavyotaka. Tunazunguka, watu watafurahia, maana kuna mtu ataingia kwa duka ya mtu. Sisi na yule mtu atatokea, ni yule mtu anajua yeye ndani yake anatafuta ufalme na utawala wa kiungu uweze kutawala hapa duniani.
tafadhalini nawaomba, kama ulikuwa umepanga kwenda maandamano kesho, utaenda kuangamia, utaenda kuchoka, utaenda kusweat na hakuna shilingi utaenda naye nyumbani. Na juu ya hiyo itakubidi uende ukapone duka ya mtu, maana umeshinda ukizunguka na una pesa. Uende ukapone duka ya mtu, upone simu ya mtu, uchokore askari nini. Hapana. Naomba hata askari wetu wa Kenya, polisi wetu, ma-AP na vitengo vyote vya kisalama, tafadhali naomba tu tuweze kudumisha amani, tudumisha uhusiano wetu na raia, twende kwa njia ambayo inastahili, njia mwafaka. Unapoona yule mtu, unapomuongelesha, unapomfanya aweze kuacha kile anachokifanya, usiende kumuongelesha kwa hasira. Ongea naye, ni binadamu kama wewe. Make him your friend na mambo yote yatakuwa sawa na yatakuwa shwari. Mimi naitwa David na mimi ni mwakilishi wa utawala na ufalme wa Mungu hapa duniani. Mimi naitwa David, sijatoka biguni. Mimi natoka hapa tu Nakuru. Na mimi huwa ninasunguka nikihubiri na kagari hivi, na tumaspika nikiambia watu tumrudie Mungu kila kona. Hiyo ndio kazi yangu, nasunguka kila mahali hivi, nasimamisha gari langu na kuna mahali siingiagi na sinaga uoga, kwa sababu mimi kazi yangu ni kuhakikisha taifa letu watu wako kitu kimoja, wako na umoja, wako na amani kila mahali ambapo ninapoenda. Mimi ni wa hapa duniani, nimezaliwa hapa duniani na mzee na mama, lakini mimi kwa sababu ya kuingia katika njia za Mungu na kuzipenda na kuzipitia, sasa Mungu amenifanya kuwa mwakilishi mmoja wa utawala wa kifalme wa kiungu hapa duniani. I'm God's kingdom representative. I'm God's kingdom representative here on earth. Ukiniona mahali unajua huyo sio msherati, sio mwizi, sio muragai. Huyo ni mmoja wa wakilishi wa utawala wa ufalme wa Mungu hapa duniani. And that's what I do. Thank you. May God bless you. May God grant you favor and love as we pursue obeying his commandments, his statutes before him. Mkikubali kutii, Mungu awabariki. Tukutane siku nyingine. Naomba kesho iwe siku ya amani. Mimi nitakuwa kwenye mitaani kihubiri nikiambia watu wamrudie Mungu, na ninaomba pia wewe kama utatokea, usiende kupora mali za watu, usiende kurusha mawe, usiende kurusha tear gas. Enda ukawaambia watu it is our high time as a nation of Kenya to turn back to God, and God will save us from all distractions. Sisi Kenya ndio tutakao okoa mataifa yote. Hata mahali unasikia kuna mabomu zinarushwa kule wapi na wapi na wapi na wapi, Kenya ndio itakomesha, lakini sio kwa zana za kivita, bali ni kupitia ufalme na utawala wa kiungu ambao Mungu ataurejesha kupitia taifa la Kenya. Shalom, shalom. Naitwa David. Namba yangu ya simu ni 0741 565 881. 0741 565 881. Hiyo ndio namba yangu ya simu. Ukitaka kunifuata kwenye YouTube, uingie pale kwa YouTube, uandike The Trumpet Sound TV. The Trumpet Sound TV. Utaweza kufuata mafundisho yangu ya kurejesha watu katika njia za Mungu na kufanya watu wawe na umoja na ushirikiano na upendo ambao ni upendo wa kiungu. Asante sana. Mungu abariki taifa letu la Kenya. Mungu abariki viongozi wetu. Mungu abariki watoto wetu. Mungu abariki wazazi wetu, kama mtakubali kusikia na kutii. Shalom, shalom. Shalom, shalom.